wanaume wa taifa letu, wanaume walio hai, wanaume kamili, wanaume wasioolewa, wanaume wenye misimamo, wanaume ambao wakisimama taifa linasimama. Vijana wa kiume mpo? Wanaume nazungumza na wanaume kwa sababu mimi pia nimejipambanua siku zote kwamba natuliza dhoruba, ni mtuliza dhoruba, lakini pia ni mtetezi wa mwanaume, mtetezi wa kijana wa kiume, mtetezi wa mtoto wa kiume, kwa sababu dunia hii tangu zama za Musa mpaka sasa, zama za Musa, zama za Yesu na zama za watu wote maarufu ambao unawafahamu hapa duniani, ni zama ambazo zinatafuta kumwangamiza mtoto wa kiume. Kwa hiyo mimi nasimama na mtoto wa kiume siku zote. Si mnaona yanayoendelea huko tuendako, inawezekana kukawa kubaya zaidi kuliko hapa tulipo kuhusiana na masuala ya kijamii. Sasa nazungumza nawe mwanaume kwamba ni marufuku na ni mwiko, ni marufuku na ni mwiko mwanaume kumvarisha pete mwanamke au binti ukiwa umepiga magoti. Ni marufuku na ni mwiko. Unauza utu wako, unauza thamani yako, unauza heshima yako mbele ya ardhi na mbele ya mbingu. Mnanisikia wanaume? Ni mwiko na ni marufuku mtoto wa kiume ama kijana wa kiume ama mwanaume kupiga magoti mbele ya mwanamke. Ni marufuku. Kwa sababu inaona imezuka tabia hii. Afu wanadhani kwamba watu eti ni kisasa. Hiyo sio kisasa, huo ni ubwege. Acheni ubwege. Acheni ubwege. Acheni kuuza thamani ya mwanaume. Unauza thamani yako kumpigia magoti mwanamke eti unamvalisha pete. Na kwa sababu haya yote yametokea ama yanatokea kwa sababu ya vitu viwili ninavyovitazama. Jambo la kwanza, wanaume wengi wanaolewa. Anaolewa kwa namna gani? Ni tegemezi. Yaani mwanaume unataka tusaidiane maisha na mwanamke. Yaani mwanamke ana uwezo mkubwa. Usioe mwanamke mwenye uwezo mkubwa kuliko kukushinda wewe. Hautakuwa na sauti. Fika, mnanielewa? Usioe mwanamke aliyekushinda uwezo wa fedha, akili, umri. Nakupa kodi 3 hizo. Ili uwe mwanaume kamili, usioe mwanamke aliyekushinda pesa, aliyekushinda akili, aliyekuzidi umri. Ukiwa mwanaume kamili, sijazungumzia aliyekushinda elimu. Aliyekushinda elimu inawezekana kaoa, lakini ukiwa mwanaume kamili. Na usipokuwa mwanaume kamili, usipokuwa na akili timamu, pia mwanamke aliyekushinda elimu simuoe. Sio kama mnanielewa? Nimeona nizungumze nanyi vijana wa kiume. Na kama mwanaume umewahi kufanya hivyo, kupiga magoti mbele ya mwanamke ama binti au msichana kwa namna yoyote, sio kumvalisha tu pete, yani kwa namna yoyote ile, katubu. Kama sio kutubu kwa Mwenyezi Mungu, kwa dini zilizopo kwa sasa, katubu pia hata kwa mizimu ama kwenye makaburi ya ukoo wenu. Ni mwiko, na kurudia tena kukuambieni, ni mwiko mwanaume kupiga magoti kwa mwanamke. Unauza thamani yako, unauza utu wako. Hauwezi kuwa baba tena, huwezi kuwa mwanaume kwa sababu tayari utukufu wako wote umeupeleka kwa mwanamke. Ni mwiko, na mwiko uojiwi. Sawa sawa? Utalia kilio cha kusaga meno,
huko tuendako kama hujatubu na kama utafanya hivyo kwa yule ambaye hujawahi kupiga magoti. Naelewana? Sawa, mimi nimekupeni kodi hiyo. Alafu nyinyi wazazi mkiona mtoto wenu wa kiume anaenda kumvalisha pete au anafanya nini, anapiga magoti mbele ya mwanamke wake, piga vibao, chapa huyo, anauondoa wanaume wake, chapa wiko sawa sawa. Kama kuna swali na kama kuna nyongeza ya maoni mengine, karibu kwa maoni yako.